Inna min a'zami ni'amillah, hakika miongoni mwa neema kubwa kabisa za Allah subhanahu wa ta'ala, neema ambazo ni lazima tuzikumbuke na ni neema ambazo sote tunazihitajia, ni'matul amni, ni neema ya amani. Ndiyo neema kubwa miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Bila neema hii nafsi haziwezi kupata utulivu. Bila neema hii maisha hayawezi kuwa na thamani, hayawezi kuwa na ladha. Neema hii ya amani ni neema ambayo ni ya thamani kuliko hata chakula na kuliko hata kinywaji, hata kama ni kizuri namna gani. Kana idha raa alhilal, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anapouona mwezi muandamo ukiandama, ana dua maalumu anamuomba Allah jalla wa ala akisema, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiq lima tuhibbu wa tarda. Mola wetu, jalia mwezi huu ulioandama uwe ni mwezi wa amani, uwe ni mwezi wa iman, uwe ni mwezi wa salama, uwe ni mwezi wa watu kudumu katika Uislamu, na utuwafikishe katika yale unayoyapenda na kuyaridhia Mola wetu. Haya ni maneno Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiyaomba kila mwezi ukiandama. Maana yake anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aidumishe neema hii iwe ni neema endelevu kila mwezi. Utaratibu wa Allah huwa hawabadilishi watu, kuwatoa katika hali fulani na kuwapeleka katika hali nyingine mpaka wabadilike wenyewe. Allah haiondoi amani mpaka watu watakapokuwa wameshindwa kutambua thamani yake, wakaikufuru neema hii. Allah anatupigia mfano ndani ya Qur'ani wa taifa kanat amina. Mji huu Allah aliupa neema ya amani, mutmainna, akawapa utulivu watu wa mji ule. Yatiha rizquha raghadan min kulli makan, riziki zao zinawajia kwa wepesi. Fakafarat bi an'amillah, lakini watu wa mji ule wakaikufuru neema ya Allah. Walipoikufuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, neema ya amani, neema ya riziki alizowaruzuku Allah kwa namna alivyowakadiria, wakastahiki kubadilishiwa hali. Faadhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf, Allah subhanahu wa ta'ala kawaonjesha vazi la njaa. Badala ya zile riziki zao zilikuwa zinapatikana kwa wepesi, Allah kawapa mtihani wa njaa wal khawf. Badala ya ile amani waliokuwa nayo, Allah kawavisha vazi la hofu kwa sababu ya matendo yao wenyewe waliokuwa wakiyafanya. Hakika miongoni mwa sababu zilizokuwa muhimu za amani na utulivu, sababu ya kwanza muhimu, al-imanu billah, ni watu kumwamini Allah. Inna sa'adata dunya wa na'imaha, hakika furaha ya dunia na neema za dunia hizi haziwezi kupatikana pasina kuwa na amani. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, yeyote katika nyinyi atakaye pambaukiwa aminan fi sirbi, nyumbani kwake amani imetawala, muafa fi jasadi, afya ipo, unaamka asubuhi unajikuta alhamdulillah afya iko vizuri, nyumbani kwako wako salama wazima, indahu qutu yaumihi, ana chakula cha siku yake ile moja tu, huyu Mtume anasema ni kama amemiliki dunia yote na vilivyomo. Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakusema ana akiba ya kesho na kesho kutwa? Kwa sababu mwanadamu ana siku tatu, ndugu zangu katika imani. Siku ya kwanza ni jana, imepita wala haiwezi kurudi. Siku ya pili ni kesho, hauna uhakika nayo. Lakini siku ya tatu ni leo. Ishi leo. Fakaanna mahizati lahu dunia, ni kama vile mtu huyu amepewa dunia. Ni wajibu wa kila Muislamu mwenye utambuzi, mwenye kujielewa, awe ni sababu ya kuichunga na kuilinda neema hii, kwa sababu maisha bila neema hii la tutaq, hayawezekani ndugu zangu katika imani. Na neema kawaida huwa zinathibiti na kubakia kwa kushukuriwa. Swala la kuthamini na kulinda neema hii ni jukumu la jamii kwa ujumla. Al-amnu ni'matul jamii, amani ni neema yetu sote, kila mmoja anaihitajia neema hii. Na hivi ndio Uislamu unavyotuelekeza kulinda na kuzithamini neema za Allah subhanahu wa ta'ala na kuzichunga. Neema ya amani na utulivu ni neema ambayo inapoondoka kwa kusababisha sababu za kuondoka, wallahi ndugu zangu katika imani, kuirejesha mara nyingi inakuwa ni jambo ambalo ni muhali.